Amen. Bwana asifiwe. Mungu wetu awabariki sana kwa sababu ya kuja siku ya leo. Nasema Mungu akuinue na akubariki. Tunaanza kuketi. Asante. Kama vile mimi ni mwimbaji na ninasikia tu kuna wimbo nianza kuimba asubuhi, nimezidi kwenda kuimba, lakini sijui kama hii kijana yangu ana hiyo wimbo. Hakuwa nayo na kwa somo yangu sijaona, lakini Mungu ni mwema kwa kila kitu. Nitaimba ule wimbo ambao Mungu ananisaidia. Amen. Ameupata? Asante kwa Yesu. Na wimbo nimeuimba mimi mwenyewe. Usijali, una hiyo roho ya imani. Bwana apewe sifa. Heshima na utukufu zimrudie. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninainua hii bahasha mkononi mwako. Kila aliyeichangia na aliyetoa kwa sababu ya mtumishi wako, Bwana umlipe vitu na kingine. Mbariki Bwana wa mbinguni. Baraka zako zikashuke juu yake. Kwa sababu ya imani yangu, Mungu ukamuinue na ukamtende mema siku zote za maisha yake. Ukamtenganisha na magonjwa, ukamtenganisha na shida ya kila aina, na uwepo wako udumu ukiwa pamoja naye, kila anapokuita upate kuonekana. Sifa na adhama zitakurudia kwa jina la Yesu Kristo. Wanajitolea hata kama hawana, na Mungu wewe wazidishie, kwa sababu imani yetu ni kile hakiko sisi tunaamini kinakuja. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba unawabariki na kuwajaza upako mkubwa sana juu ya maisha yao, na utukufu wako utaonekana. Pia nashukuru kwa sababu ya sadaka ambazo ziko mbele yetu katika jina la Yesu. Uzibariki na fungu la 10, utende mema hawa watu. Heshima zote ziwe zako. Utukufu wako ushuke juu yao. Mbingu za baraka zikafunguke juu yao. Hawa hawatashindwa, hawa watashinda, kwa sababu wewe ndio mshindi. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu nimeomba na kuamini. Amen.
Haleluya. Bwana akikuja hatutalia tena. Akikuja kuchukua kanisa lake hatutalia tena. Hatutasumbuka wala hatutataabika. Na ni watu wengi watakuwa na kilio siku hiyo, kwa sababu Mungu aliwaeleza, wahubiri walihubiri ya kwamba jiandae kwa sababu ya utukufu wa Mungu, jiandae kwa sababu ya ufunuo, jiandae kwa sababu Bwana anakuja kuchukua walio wake. Wakati nilikuwa nasumbuka hapa duniani, nateseka, nafanya kila kitu kisicho kizuri, kwa sababu sikuwa na roho ambayo Mungu anapeana wakati huu. Niliweza kutenda mambo, niliweza kutembea kwa njia isiyo nzuri, niliweza kwenda hata sina nguo, nilienda sina mavazi, nilienda sina kila kitu. Lakini mwambie mwenzako lakini Yesu alipokuja alinipatia amani ndani yangu, nikasikia niko na kitu ninatumaini. Amen. Kuna kitu ninafanya nini? Ninatumaini. Na hicho kitu ninachotumaini ni vile aliniambia ya kwamba sasa umeokoka na tunaagana na wewe, mimi naenda mbinguni nikuandalie makao, kisha nitarudi nije nikuchukue mahali nilipo na wewe uwepo. Haleluya. Hapo mahali ni wengi hawataona,
Kama hautakuwa ndani ya Yesu, ni wengi hawataona. Kama hautaenda na njia nzuri. Ni watu wanafikiria dunia ni yao na wanafikiria wamefaulu. Pengine ni kazi unayoifanya, unaona kama wewe umefaulu. Wewe hujafaulu, na tena umewekewa siku ya hukumu. Lakini akija Yesu anakukomboa. Unakuwa kitu cha kupendeza. Maana Mungu wetu ni mwaminifu, na yeye anatenda wema kwa watu wake. Nilikuwa nikisoma Biblia inaniambia katika Mwanzo 1:27 neno lilikuwa linaniambia, haleluya, kuanzia 26 na 27, ya kwamba Mungu akafanya kazi yote. Alipofanya kazi yote, akaiona ni kazi nzuri. Haleluya. Akaona inafaa, mambo aliyoyasema na yakaumbika, akaona yanafaa. Lakini akaona kuna ukiwa, ya kwamba nchi bado haijapendeza. Akasema wacha na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Ninapokuona mama, wewe ni sura ya Bwana. Wewe ni sura ya Mungu. Wewe ni sura ya Mungu. Akamuumba mume na mke. Bwana asifiwe. Na akawaambia, endeni mkajaze nchi. Endeni na mkule ya matunda, na mkule kila kitu. Lakini mwanadamu ni yule hakufanya kama maagizo ya Mungu. Amen. Na Mungu bado anatupenda kwa sababu sisi ni maumbile yake. Akamtuma mwanawe Yesu Kristo aje atukomboe. Sasa hakuna damu ingine, hakuna njia ingine isipokuwa njia ni Yesu. Haleluya. Njia ni nani? Njia ni nani? Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Sijui ni kwa nini ninahimizwa ndani ya moyo wangu. Amen. Mama kuja. Pigieni huyo mama makofi. Amen. Amen. Daini yako ende. Amen. Witaro wako. Agnes wa gesi nyoike. Pigieni makofi. Kwa hivyo kaingia kwa kule la shukrani. Nitue. Kule la shukrani. Kule la shukrani. Yoko haya kali na muhuri makofi. Bwana asifiwe. Amen. Kuja mama. Pigieni makofi. Bwana asifiwe. Amen. Unaitwa nani? Panis Nyangweso. Muruya. Ulipona. Haleluya. Pigieni makofi. Amen. Nimesikia nikununulia kwa sukari. Si ubarikiwe. Amen. Asante. Bwana bariki sana. Nataka tuingie katika Biblia zetu. Bwana asifiwe. Tunaingia katika Biblia zetu. Nataka kuzungumza habari ya mambo yanayosumbua watu katika mawazo na fikira zao, kwa sababu Bwana asifiwe, haya mambo ndio yanamaliza tumaini ndani ya watu, yanamaliza nguvu ndani ya watu. Watu wamekuwa wakijaribiwa kwa njia zote, na hali zao zote zimekuwa na shida. Mara nyingine ni nyumbani kwenu, mara nyingine ni kazini kwenu, mara nyingine ni wale watu mnasema ni marafiki zenu, wanawakatisha tamaa. Bwana asifiwe. Pengine ni manabii wa uongo ambao wanasema Mungu amesema na hajafanya nini? Hajasema. Hii mambo yote imekuwa shida na taabu katika maisha yenu. Lakini kuna maneno ya Mungu ambayo hupea mtu amani,
na hupea mtu nguvu katika maisha yake. Haleluya kanisa. Nataka tuingie katika maandiko haya, na ninataka nisomewe na msomi wangu kitabu cha Yakobo 1:12 na atafikisha 14. Tusikie Bwana anasema nini. Bwana asifiwe. Kuna maneno ya faida kubwa ambayo Mungu anasema mahali pale. Tunasoma katika kitabu cha nani? Cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo, kitabu kizuri sana, kimejawa unabii na kimejaa maonyo makubwa. Tunapokisoma mioyo yetu inaburudika. Bwana asifiwe. Yakobo 1, nasoma kitabu cha Yakobo 1, aya yake ni 12. Usikie Bwana anasema nini mahali pale. Kitabu ni cha Yakobo 1:12. Narudia, Yakobo 1:12. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ni heri mtu yule atakaye astamilie nini? Majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Bwana asifiwe. Majaribu huja ya kufanya mtu mzima. Majaribu huja ya kufanya mtu aliyekamilika. Majaribu huja, haleluya, ili ya kujaribu wewe. Kuna kazi unayoifanya, majaribu yanakukuta. Mara nyingine unapenda Mungu na mara nyingine unakuta majaribu hayakuruhusu umpende Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Serikali yetu inataka watu ambao, Bwana asifiwe, wanatii sheria za nchi. Bwana asifiwe. Lakini wewe kwa sababu huwezi kushinda na hauwezi kutulia ushinde hii majaribu ya nchi, haleluya, unajikuta wewe umeshikwa na unawekwa ndani. Amen. Unarudi unakuta mtu ambaye hamjazaliwa pamoja, hamjaonana, hata hakujui, lakini siku hiyo ndio amekalia kiti ili akate kesi yako. Lakini kesi yako imekosekana kwa sababu hukuvumilia na haukushinda. Bwana asifiwe. Mara nyingine wewe umeokoka, lakini wewe bado unasikia una harufu ya ulevi. Bwana asifiwe. Na wewe umejaribu kuvumilia na ushinde, imeshindikana. Kwa hivyo wewe, Bwana asifiwe, haujashinda majaribu. Mara nyingine ni ndani ya nyumba yako, majaribu yamekuja, yanakutingisha, yamekuwa kama moto, lakini wewe kwa sababu ya machungu na kutokuelewa Bwana asifiwe, unataka ujitetee na unakosa kushinda majaribu. Kwa hivyo kuna haribika. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mambo mengi, hata biashara mtu anaweka, anashindwa kuvumilia. Bwana asifiwe. Anashindwa kuvumilia. Haleluya. Kama sasa na biashara pale ya duka, mara nyingi tumetaka kufunga ile duka kwa sababu ya kukosa nini? Customer. Lakini mara nyingi nilikuwa namwambia msichana wangu, usichoke, wewe endelea. Bwana asifiwe. Na baadaye katika kuvumilia ikaanza kujulikana, sasa tunapata makastoma. Kuvumilia huleta mtu kunawili, huleta mtu kuinuliwa, huleta mtu kubarikiwa, huleta mtu kutengenezeka, kwa sababu yeye amekuwa mshindi wa majaribu. Bwana asifiwe. Mara nyingine umepewa kazi na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini unaona ile kazi haikuji sawa sawa kama vile unavyopenda. Bwana asifiwe.
na unaona kana kwamba ile kazi ni kama watu wanakuchukia na ni kama hawakupendi. Bwana asifiwe. Unashindwa na kuvumilia. Huwezi fungua kazi ya kutengeneza viti kama ndugu yetu Jeff, alafu ufikiria customer atakuja saa hiyo hiyo. Ni utengeneze, ukawe wiki moja, ukawe wiki mbili, ukawe wiki tatu, bado unavumilia. Wakati unataka kuondoka kwa sababu hakuna kazi mahali pale, unakuta wateja wanasema nataka kitanda hiki, nataka meza hii, nataka Bwana asifiwe. Na kwa sababu wananunua, unaongeza tena mwaka ingine, uone vile kutaenda, mwisho kabisa unanawiri mahali pale. Kwa hivyo majaribu yanajaribu watu ambao Mungu anainua kabisa. Bwana asifiwe. Majaribu yanamkuta yule mtu ambaye Bwana anataka kufanya nini? Kumuinua, kwa sababu huyo ndio atakayepata thawabu. Bwana asifiwe. Mara nyingi hata tumevumilia. Kama ili nifike mahali hapa, nimepitia mateso ya kila aina, lakini nilisema tu mateso, haleluya, ni msalaba. Bwana asifiwe. Na ni lazima nitakuja kushinda. Kwa hivyo nisingerudi nyuma. Nikaanza kuimba kama yule mwimbaji alisema, msalaba mbele, dunia wapi? Dunia nyuma. Nikavumilia mwaka wa kwanza, nikavumilia mpaka miaka 38, ndipo Mungu alipokuja kunipa neema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama ningekuwa mwepesi wa kuangushwa na majaribu, pengine ni jamii yangu, pengine ni ndugu na wadada wale tunakaa pamoja nao, maana hata Mungu anaweza kuchibua mtu wa kukudonesha. Una vidonda lakini anachibua mtu wa kukudonesha. Nitasema namna gani? Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja aliitwa nani? Tajiri na Lazaro, si ndivyo inasema? Tajiri alilambwa vidonda na umbwa. Na ujue kurambwa kuna uchungu mwingi, lakini alivumilia ili apate chakula. Nayo chakula yake haikuwa ya baraka, ilikuwa ni makombo. Lakini mwisho wa yote, wote wawili walikufa. Lakini huyu ambaye alionekana kama ni mvumilivu na msumbufu, ambaye alisumbuka sana, akawekwa kwenye kifua cha Ibrahimu. Naye huyu akaingia chini, akaanza kulia huko kwa uchungu, kwa sababu haleluya, ile furaha yake imegeuka machozi. Ndivyo ulivyo wewe, mtu usiyevumilia kwa Mungu. Ndivyo wewe, mtu usiyempenda Mungu. Wewe unaona kana kwamba umefika. Mawazo yako hayawezi kukupeleka mahali popote, mpaka ushuke na uanze kushindana na dunia, maana wewe ni mahubiri ya Mungu. Wewe ni image ya Mungu. Kama Mungu ni mwenye baraka, inabidi wewe uwe na baraka. Kama Mungu ni mpeanaji, itabidi hata wewe upeane. Kama Mungu ni mbariki, atakubariki na wewe, maana anataka aendeshane na sura yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Hebu mtizame huyo uko karibu na yeye. Mtizame tu. Unaona yeye yuko namna gani? Hata ukimwona yuko na tochi moja, ujue ni wa Mungu tu. Ni mahubiri ya nani? Hata ukiona anaenda kama yuko na shida, yeye ni mahubiri ya nani? Tusiondoke hapo. Sisi ni watu wa Mungu. Mungu anatupenda, na ndio maana alituma mwanae Yesu Kristo atupe nguvu za kushinda majaribu ya dunia. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Nimeishi kanisa la Isibania, ingawaje sijawahi kumwambia mtu yoyote. Bwana asifiwe. Nimeishi mahali pale, mke wangu yuko Nakuru na mimi niko mahali pale, lakini mimi nilikuwa muombaji sana na mtu ambaye anapenda kukaa kanisani, na Mungu alinisaidia. Mama moja, Bwana asifiwe, mama moja alikuwa Mkisii, akaona maono. Bwana asifiwe. Tuko na yeye kitanda hiyo. Mnanisikiliza? Tuko na yeye kitanda hiyo. Sasa mama, usinichukie, unisikilize. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko na yeye kitanda hiyo,
moja. Lakini tulipolala kitanda moja, mimi nikaangalia ukutani na yeye akaangalia upande wa mlango, na tukalala mpaka asubuhi. Na asubuhi kila mtu akaamuka. Mungu akamwambia, Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akamwambia, shinda majaribu kama huyo mzee. Bwana asifiwe. Na alisumbuliwa mpaka akaja kunieleza, nikamwambia huyo ndio Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu pigeni hiyo picha vizuri. Pigani tu. Mnaweza? Ni kama simba afunikwe mdomo na nyama iko hapo. Lakini anasema anazuia hali. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya Yesu Kristo Bwana wetu. Shinda kama huyo mzee. Bwana asifiwe. Ninaomba Mungu atusaidie. Kwa sababu majaribu huja kwa ajili yako ili ya kuimarisha ama akuangushe. Bwana asifiwe. Majaribu huja ya kutengeneze ama ya kumalize. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtu mwingine yuko na mtu mahali, anaona yule mtu ameangusha pesa yake, anasema lakini mimi ni wa Mungu, acha nimwambie. Haleluya. Lakini kwa sababu hajui kushinda, anafanya nini? Anakanyara. Akikanyaga, yule mzee si ameenda na sasa hakujua ameangusha pesa. Anajidai ni mtu wa staili, anakuna mguu. Anachukua na anaweka mfuko, hajashinda. Bwana asifiwe. Badala ya ukanyaga, mwambia mzee umeangusha pesa yako. Bwana asifiwe. Na utakuwa umeshinda shetani wa majaribu. Bwana asifiwe. Toboya mani sitoboya. Toboya yote. Bwana asifiwe. Haleluya. Mara nyingine unaona ni mzee ameokoka kabisa. Lakini unakuta shetani ameweka mwanamke mwingine pale, amekaa sosoa na uta moto. Haleluya. Sasa mzee na ni wa kanisa, hata pengine ametoka kanisani, amekuja amepita na na kuona si vibaya. Mungu alituambia sisi kazi yetu ni kuona, wanaume ni kuona, lakini tusione zaidi kupita kia. Nairobi. Bwana asifiwe. Anajidai anapita, amepita. Sasa unajua tu ametoka kanisa na ni Mkristo, lakini akifika hapo unaona kama amesahau kitu. Anarudi tena. Aone akifika hapa anajidai kama amekumbuka hapo, anaenda huko. Anarudi tena. Ili ameshindwa kushinda majaribu. Bwana asifiwe. Lakini mapenzi ya Mungu ni yashinde. Amwambie shetani, Bwana asifiwe, mimi sina haja na hayo majaribu yako. Sina haja na magonjwa ambayo unatengeneza. Sina haja na vitu ambavyo unaniwinda nazo. Mimi nina haja na kumtazama yeye aliyeniita, na nikimkuta nitafaulu maisha yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia ikatuambia ya kwamba haleluya, ni heri. Ni nini? Ni heri astamilie majaribu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama ni mzee ameokoka, anafunga macho, anapita mahali pale na anaenda zake. Bwana asifiwe. Lakini Bwana asifiwe. Na mwimbaji mmoja alisema, nitashinda Bwana, nitashinda kama wewe pia ulivyoshinda. Nitapitia mapitoni mwako, nitashinda kama Bwana wangu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu hata akiambiwa na shetani,
Jiangushe tu. Bwana asifiwe. Nitakupa hii dunia yote. Haleluya. Yeye alimwambia hawezi kumjaribu Mungu wake. Na kwa hivyo jamani, tushinde majaribu. Hata kama una shida na makilio kingi. Bwana asifiwe. Shinda majaribu. Niwaambie kiponyaji kingine. Kama wewe ni dada na umeokoka, jichunge na wale marafiki ulio nao. Jichunge na hao marafiki. Wengi wamehuzunishwa, wamewekwa vidonda na wale wanasema ni ndugu yangu, ni rafiki yangu wa siku nyingi, na kumbe huyo ndiyo anayemkula. Bwana asifiwe. Shinda majaribu yake kwa kumwambia, dada, sitaki kutembea na wewe. Amen. Amen. Shikoni kikwambia sitaki kutembea na wewe, kuna mahali utanipeleka? Si ni wewe utembee kivyako na mimi nitembee kivyangu. Lakini wengi wanalimia na kuchunga mapepo katika maisha yao, na hayo mapepo yakigeuka yanawakula na kuwamaliza. Halafu wanarudi kuona ni kama Mungu hampendi. Mungu anakupenda sana na anangojea ushinde, akupe thawabu inayopatiwa wale wanaoshinda. Bwana asifiwe. Kanisa la Roda tunaweza pitia majaribu, na mara nyingine uone kama ni mimi tu napitia majaribu. Ndio, kwa sababu Mungu anakupenda. Unapitia hao majaribu, ndio ukitokea kule uwe chombo cha kupendeza. Bwana asifiwe. Unaweza kuona kama ni wewe tu unajaribiwa kila wakati. Kwa nini ndoa yangu inaharibika? Kwa nini watoto wangu wanaharibika? Kwa nini kazi yangu inaharibika? Kwa nini wazazi wangu wanaharibika? Wanaharibika ni kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa kushinda majaribu. Bwana asifiwe. Kuna mhubiri mmoja alihubiri. Haleluya. Naye shetani akaniletea majaribu ya usingizi. Sasa uone ile vita nilikuwa nayo. Nilikuwa nafunga jicho moja na kufungua lingine. Mwisho kabisa hili lingine linakumbuka tulikuwa kwenye usingizi, linaanza kudidimia, linafunga. Sasa nikakaa nimefanya nini? Nimefanya hivi. Bwana asifiwe. Nikakaa nimefanya namna gani? Hivi. Napelekana na yeye. Bwana asifiwe. Najaribu, Bwana apewe sifa. Mpaka nilingengana mpaka nikafaulu. Nilikuwa nakuja hata nasikia sasa nataka kwenda, lakini jicho akiniangalia naona ninamtazama. Anasema ndugu bado ananisikiliza. Na ninasema haleluya. Bwana asifiwe. Lakini usingizi ulinikaza. Nikangengana. Bwana asifiwe. Mpaka nikafaulu. Amen. Bwana apewe sifa. Nilipongengana nikafaulu, nikapata kubarikiwa na nikachenjiwa maisha yangu. Usingizi kwa heri. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako usilale kanisani. Amen. Usilale wapi? Usilale wapi? Tulikuwa kwenye kasha, tumeimba. Sasa tunahubiriwa. Mhubiri yuko na ujumbe mzuri. Dada moja akarara. Amen. Dada moja akafanya nini? Akashindwa na kuzuia yale majaribu ya usingizi, akarara. Kangorota. Alafu akarudi akaachilia. Nafikiri ni generator iko ndani ya kanisa. Yule dada akatukumwa na yule mwingine. Aliposukumwa na yule mwingine kufungua macho namna hii, akamwambia uliachilia. Dada, mwisho wa kanisa ni hapo. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo kunavyoendana kwa watu wasiokuwa macho na wasiovumilia. Bwana asifiwe. Shetani mwisho kabisa anakuweka aibu. Lakini Biblia imesema heri huyo atakayefanya nini? Stamiri majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima ambao Bwana amewaandalia wampendao. Hivyo yale majaribu utashinda na hayatarudia tena. Utashinda na hayatarudia tena.
Hata kama wamechochea mume wako, utashinda na hayatarudia tena. Bwana asifiwe. Bora ujue ni wewe unayetafutwa. Na sasa ili na wewe usiungane na hiyo, enda mbele ya Bwana, mwambie nimekataa katika jina la Yesu. Huu koma wa kusumbuliwa na kuonekana kama mimi si mtu, nimekataa. Haleluya. Na ndiyo Bwana anasema ya kwamba ukishinda utapata taji. Ndio maana tuliimba hapo sasa utashinda, Bwana atakutembelea. Haleluya. Yesu aliposhinda, malaika walimtembelea na akainuliwa, akarudishwa, akaendelea na safari ya kuhubiri habari njema. Wewe na wewe usione majaribu. Majaribu hayakuji kwa njia nyingine. Mara nyingine ni fedha, hata mume wako haachi. Bwana asifiwe. Mwambia tumbo lako vumilia. Mwambia mwenzako usiongozwe na tumbo. Yambiage tumbo yako vumilia. Haleluya. Vumilia. Bwana asifiwe. Na unakuta Bwana anatembea na unaletewa chakula. Amen. Na akileta si unashiba. Na unasahau kile kilichokuwa nyuma ya. Taabu tulizo nazo hizo ni za kutupeleka mbele. Kwa njia ya kuvumilia. Kwa njia ya kuvumilia. Bwana asifiwe. Sisi ni maumbile ya Mungu na tuna uwezo na mamlaka ya kushinda nguvu zote za ibilisi na kuiweka chini ya miguu yetu tuikanyage. Na sisi tusonge mbele. Songa mbele kwa majaribu. Mwambie mwenzako songa mbele. Hapa sio mwisho wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Nilishangaa jana wakati mimi naona mwimbaji mmoja anaitwa Nyambere. Yeye akili zake zimeshaharibika na sasa si mtu aliye sawa, lakini ninashangaa alipotembelewa akiulizwa, unajua huyu? Yaani kama namjua. Anaitwa nani? Hata simjui. Na ni mwimbaji mkubwa sana. Lakini ilifika mahali, haleluya, akaulizwa, unaweza kumbuka nyimbo zako? Akasema ndio. Hebu tuimbie mmoja. Bwana asifiwe. Yule mama aliimba nikasikia kama ni kitu kimenishika. Inaitwa nini? Vivi. Kunyerera hiyo nikasikia imeteremka. Mama ana ile mwali wa nyimbo kabisa, anaimba kabisa. Lakini akili zake haziko sawa. Lakini anaimba kabisa. Sasa kuna wimbo moja ulinipendeza saa 6 za usiku. Nilikuwa naona akanipendeza sana, akasema, ambieni watakatifu wote kuna mahali tunangojewa. Haleluya. Kuna mahali tunafanya nini? Tunangojewa. Bwana asifiwe. Na ndio maana Bwana akanipa ule wimbo nimeuimba hapa. Wakati Bwana aliagana na mimi, ninaenda kukuandalia makao, na yatakapokwisha nitarudi nikuchukue wewe, ili mahali nilipo na ufanye nini? Uwepo. Machozi yale yote utakuwa umelia nikufute siku hiyo. Taabu ulizozipitia nikufute siku hiyo. Madharau uliyodharauliwa yote nikufute siku hiyo. Tunalia na Bwana anakuja kutupanguza machozi. Anakuja kutuondolea shida na matatizo. Bwana anakuja. Akija wewe unabarikiwa. Akija wewe unainuliwa. Akija wewe una utukufu wa Mungu. Achana na madhaibu na kutetemeka. Simama kidete. Mwambie Mungu nitakungoja hata kama kuna milima na mabonde. Bwana nitakungoja. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa sababu yeye ni Mungu. Amen. Kwa sababu yeye ni Mungu. Amen. Tulipoanzisha kanisa hapa, tulikuwa tunakuja hata tunaabudu kwetu. Niko na watoto na niko na nini, wale wamekuja. Tunatoa sadaka ya shilingi 200 hata 150. Bwana asifiwe. Lakini haikufanya moyo wangu ushuke. Tulizidi kuendelea. Tulizidi kuinuliwa. Bwana asifiwe. Tukamaliza mwaka wa kwanza. Hata corona ikaja ikatubabaisha, lakini hatukushuka. Tuliendelea.
Nataka nionyeshe habari ya kuvumilia. Hata wakati walifunga niliwaambia watu jioni kwangu tuabudie kwangu. Wanakuja wanatoa sadaka ya shilingi 100 ngapi? 200, pastor na jamii. Amen. Lakini nataka niwaambie, kwa sababu majaribu ya pesa ni mabaya sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnajua hata polisi wetu wanaweza enda mbinguni? Mnajua? Polisi wetu wanaweza enda mbinguni. Bwana asifiwe. Akishinda majaribu. Wanajeshi wetu wanaweza enda mbinguni wakishinda majaribu. Majaji wetu wanaweza kwenda mbinguni wakishinda majaribu. Hata viongozi wa nchi wanaweza kwenda mbinguni wakishinda majaribu. Majaribu ya fedha. Hata mapasta wetu wanaweza kushinda na waende mbinguni kwa sababu roho ya kushinda majaribu iko ndani yao. Haleluya. Hatukuitwa ili tuwe na fedha. Bwana asifiwe. Hatukuitwa tuwe na fedha. Na ni vibaya sana mwenzako anatabika na wewe uko na fedha mfukoni na unakanyaga kama muungwana wa nchi hii. Bwana asifiwe. Na mwenzako anasumbuka. Haleluya. Wewe umekufa na haufahamu. Bwana apewe sifa. Toa muinue mwenzako. Ashibe hata kama ni siku moja. Mungu atakujaza miaka 20. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu hakutuokoa tuage na fedha. Haleluya. Alituita tuokolewe, tuwe watakatifu wa kwenda mbinguni na kupeleka wale wengine. Hata wewe usione kama umefika mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna pasta moja ambaye sasa ni pasta mkubwa alikuja kwangu na tulikuwa na yeye huko Hispania. Bwana asifiwe. Ikafika wakati wake wa kuoa. Akaja akaniambia, pastor, sasa mimi ninataka kufanya nini? Kuoa. Kuna partner. Bwana asifiwe. Na sijui nifanye nini. Nikamwambia sio ufanye nini. Sio umeokolewa ukiwa kijana. Basi Mungu ana haki yako ya kukupa bibi. Bwana asifiwe. Nikamwambia wewe tafuta bibi. Haleluya. Alitafuta na akapata. Alipoenda kwa hao msichana, haleluya, aliambiwa fedha ambazo yeye hajawahi kuziona na macho. Amen. Sasa alipokuja kwangu, unajua aliniambia nini? Aliniambia nataka tuachane na hiyo ndo. Tuachane na nini? Nikamwambia hapana. Bwana asifiwe. Hapa mimi najua katika jina la Yesu utaoa na huyo bibi atakuja kunipikia chai siku moja. Na nikamwambia usirudi nyuma na usibabaike. Rudi tena. Alipoenda. Haleluya. Tulipoomba alipoenda, kile alichoambiwa hata yeye alikuja akichekaga. Sasa nikimuona kwa mbali anakuja anacheka, nikamuuliza mbona una furaha ni nini? Nimepatiwa hata harusi nimepewa. Bwana asifiwe. Nikamwambia nilikuambia, Bwana apewe sifa. Haleluya. Fedha na dhahabu ni za Mungu. Na yeye ndiyo hupeana. Haleluya. Na Biblia inasema ninawaridhia wale ninawapenda. Anawapa wale anawapenda. Kwa hiyo wacha kuwa na mawazo ya fedha. Kuwa na mawazo utakubalika namna gani mbinguni. Sauti yako itakubalika namna gani mbinguni. Wewe utakuwa kiwango gani? Usikatae kufanya jambo ati kwa sababu huna pesa. Pesa ni za Mungu. Bwana asifiwe. Na yeye ndiyo hupeana. Na yeye ndiyo huridhia. Bwana asifiwe. Yeye ndiyo huridhia. Bwana apewe sifa. Mimi nafurahi na wale watu wanatoa pesa zao zote, hawana kitu mfukoni, anapea mwingine kwenda faidika. Bwana asifiwe. Na akirudi hana kitu, yeye hatembei kama mnyonge. Wakati wa sasa ndio anakanyaga kama mgwana. Anakanyaga mpaka watu wanaona, hii ni tajiri ile hujawahi kuona. Na hauna kaki. Lakini Bwana atakutembelea mchana. Haleluya. Atakutembelea jioni.
na utaanza kujigamba, kwa sababu Mungu amekuja na amekubariki na mfuko wako umejaa. Ndio uko nasema amen. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Naomba upokee baraka za Mungu. Akutembelee katika maisha yako. Aharibu huzuni yako. Abomoe misingi mibaya. Alete baraka nyumbani kwako. Na kuanzia hapo uwe na ushuhuda ya kwamba Yesu anatosha. Amen. Bwana asifiwe. Yesu anafanya nini? Anatosha. Mimi nawapeanga nguvu. Mimi nimetembelea kiatu mpaka imeisha soro. Na mpaka ikajulikana na kanisa la watu 500 ya kwamba haka kiatu ni kamzee. Mzee yule pastor ni kake. Haleluya. Na mimi nilikuwa naendelea tu. Bwana asifiwe. Ukiona video yangu ile ya maisha. Haleluya. Utakuta hako kiatu nimevaa. Na mimi niko tu ninaendelea na ninasikia raha. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mwambie mwenzako tabu inaisha. Si mwambie kwa furaha ukimtazama. Na pengine leo itaisha kwako. Sasa hata wewe bibi yako ungemwangalia vizuri, mwambie pengine leo itaisha kwako. Bwana asifiwe. Katika jina la Yesu. Tabu inafanyaga nini? Inaishaga, sio ya kudumu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na leo mimi nashindwa nitavaa kiatu gani? Hapo muwezi pigia Bwana makofi. Amen. Amen. Mke wangu amevaa nguo zile tuliweza kununua tukiwa na fedha. Tunajibunu mpaka inachomeka. Ilikuwa ya black inakuwa white na tunaendelea. Leo hii anashindwa nitavaa gani leo. Pokea baraka hizo. Pokea baraka hizo. Bwana asifiwe. Tumoja nikamuita nikamwambia, sasa sikiliza mama. Kama tutatoboa hapo watoto wetu wamalize shule. Kama tutatoboa hapa nitamtumikia Mungu siku zote. Walitoboa. Walitoboa. Bwana asifiwe. Mungu analeta ujaribiwe, lakini ukishinda unapata thawabu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu wa kweli. Ni mwenye rehema zote. Hata shindo yeye ataendelea. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Iko taji. Iko taji. Mbinguni hatutafanana. Mbinguni hatutafanya nini? Hatutafanana. Kama vile Kenya unakuta kuna kiongozi wa nchi, kuna wabunge, kuna nini ingine? Ati president. Ati? Haya, kuna maseneta. Kuna MCA. Ati nini? Ministers, women rep, mandisi, mabisi, kuna polisi, utumishi kwa wote, kuna AP, Bwana asifiwe, kuna jeshi, watu hawafanani. Amen. Huko mbinguni ndivyo tutakavyokuwa. Haleluya. Sijui nitakuwa idara gani. Bwana asifiwe. Sijui nitavaa mende ngapi. Sielewi. Wewe nikamende kamoja tu unashindana nako kwa Bwana asifiwe. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Wenzako wanajazwa mende. Mende nasema ni nini? Ni mapambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kopla hawezi kwenda kujivunia saje. Ni vigumu sana. Lazima aheshimu nani? Na polisi naye wa kawaida si lazima aheshimu kopla. Kila mtu ana cheo chake. Bwana asifiwe. Mbinguni kuna vyeo. Si mwambie mwenzako mbinguni
kuna vyeo. Hebu muulize chako unaona kama gani? Haleluya. Amen. Unajua mimi naona ni kama nitakuwa napitia barabara za dhahabu. Niwaambia watu nyinyi hamjapagia vizuri hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Niwaambia nyinyi tengeneza hapo, fanya hivi. Kila mtu ana cheo chake. Na ni lazima ukitaka kushinda, ushinde na hicho cheo chako. Mbinguni tutapitia barabara za dhahabu. Wengine watakuwa na mende nyingi, watakuwa wakirukaruka kama ndama. Na wengine wanatembea kama maofisa wa siku nyingi. Hivyo na wewe jaribu sana upate mwaliko mbinguni. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna Biblia katika Ufunuo 2:5 hapo, kuanzia hapo 5. Bwana anasema anakujua na anajua vile ulivyo mwaminifu na vile uweze kujichanganya na watu wengine, si ndivyo? Hauwezi, lakini kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja anakuwazia nacho ambacho Bwana asifiwe, umesahau upendo ule wako. Na anasema kumbuka ni mahali gani ulipoangukia, utubu urudi kwako. Na wewe, Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Unajua ni wapi ulipoangukia. Rudi kwa Bwana. Amenyosha mkono kila wakati, njoo kwangu mwanangu. Ni wewe tu utaki kujipeleka. Bwana asifiwe. Kuna faida, kuna mahali umekuja si umekuja kanisani leo. Bwana asifiwe. Huyu mama amekuja kanisani hakuwa na sukari, si ataenda kununua sukari. Na kama angekaa nyumbani. Na wewe unajua, Bwana asifiwe, hukupewa kitu lakini Bwana anakutembelea. Jioni Bwana atafanya nini? Atakutembelea na atakupa. Bwana asifiwe. Mradi umeamua kukaa kwake. Bwana asifiwe. Mimi haya maneno yananibariki. Mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu. Amen. Unapojaribiwa wacha kumuigiza Mungu. Mungu hajaribu mtu. Mungu hajaribu nini? Mtu. Hata wakati unasema una mdomo mbaya, usimuingize Mungu. Bwana asifiwe. Hapa Mungu hayupo, kwa sababu Mungu hatumiki na mtu mbaya. Bwana asifiwe. Anatumika na watu wazuri. Maana Mungu hawezi kumjaribu Mungu hajaribiwi. Hajaribiwi na wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Na vena kale uronile ile tabu ulipata. Bwana asifiwe. Si Mungu alikupelekea, ni wewe ulijipelekea. Bwana asifiwe. Kutukanwa ulikotukanwa, si Mungu aliyefanya nini? Aliyekuachilia, ni wewe uliyejiachilia. Bwana asifiwe. Aliyefanya nini? Yaani wewe ndio uliyejiachilia. Mwambie mwenzako tushinde. Bwana asifiwe. Pastor hawezi kufanya ushinde. Wewe ndio utashi. Pastor ni kukuongoza. Haleluya. Kukuambia kaa vizuri, tembea vizuri, ongea vizuri, fanya vizuri, endelea vizuri. Msikilize Mungu na yeye atakuongoza. Usikie ama ukatae. Lakini yule mtumishi wa Mungu amekwambia, sasa jukumu ni lako, usimuingize pastor. Bwana asifiwe. Haleluya. Ulinyang'anywa pesa na dada mwingine, wacha kuingiza kanisa na usiingize pastor, maana hakukuweka kwenye mpango wenu. Tunashinda maana Bwana ametushinda nini. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu hata tujaribu. Bwana apewe sifa. Tunaenda 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na udanganyifu. Kila mmoja anajaribiwa na tamaa yake yeye mwenyewe. Ukikataa kuokoka, Mungu hana hasara.
Hebu mwambie mwenzako hivyo. Ukikataa kuokoka Mungu hana hasara. Simwambie hivyo. Unaogopa siku moja hapo barabarani. Mwambie Bwana asifiwe. Ukikataa kuokoka Mungu hana hasara. Ukikataa kuwa mtakatifu bado Mungu hana hasara. Maana atakuja achukue wale watakatifu na awache wale si watakatifu. Na Mungu atawabariki. Kwa hivyo Mungu hamjaribu mtu. Hata siku moja. Hamjaribu mtu. Amen. Sisi ndio tunajaribiwa na tamaa zetu. Haleluya. Tunajaribiwa na nini? Na tamaa zetu. Nisomee Petro wa kwanza 1:7 haraka nimalize. 7 muda imeenda. Petro wa kwanza 1:7 ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina dhamana kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo kujaribiwa kwa moto kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ni dhamani kuu kuliko dhahabu ipitayo, ijapokuwa hiyo kujaribiwa kwa moto kuonekane kuwa mwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo majaribu huja ili tuweze kutengenezwa na tuwe watu walio imara na wazuri na watu watakaopendeza mbele ya Bwana atakapofunuliwa Yesu. Kwa sababu tumeshinda, na sisi tubarikiwe. Na sisi tubarikiwe. Na sisi tubarikiwe. Wacha kubabaishwa na majaribu. Haleluya. Nataka nikuambie, ukionekana unajaribiwa ni Biblia. Bwana asifiwe. Unajaribiwa uwe nini? Uwe safi. Bwana asifiwe. Na ukishinda, Bwana asifiwe, umekuwa dhahabu iliyo na faida kubwa mbele za Bwana. Mungu wetu awabariki, Mungu wetu awatengeneze. Njia za Bwana zifunuke katika maisha yenu. Bwana asifiwe. Nyosha mkono wako wa kulia. Sema napokea hiyo. Napokea hiyo. Pokea ushindi wa Bwana. Pokea baraka za Bwana. Pokea ushindi wa Bwana. Hautalia tena. Hautajaribiwa tena. Na majaribu yakikuja utainuliwa. Yesu atakutembelea. Mungu atakutembelea mchana ama jioni. Barikiwe na Mungu awatende mema. Inamisha uso wako, mwite Bwana. Mwambie Bwana, nataka kuwa mwenye ushindi. Mwambie Bwana, nataka niwe mwenye ushindi. Sitababaishwa tena na mambo. Mwambie Bwana, na umwambie kwamba unipe marafiki wa kuniinua moyo wangu. Mwambie Bwana akupe rafiki wa kuinua mioyo yako. Wa kuinua mioyo yako. Watu waliyebarikiwa. Watu wanaokupeleka juu, sio wanaokurudisha chini. Kwa sababu bidii yako ndio itakao kufanya Bwana akuteue. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema jaribuni mambo yote. Sio kwamba mwelekeo mmoja tu. Ukiona hapa panastahili enda. Fanya kila kazi. Ukiona unastahili fanya, na usimuogope mwanadamu, kwa sababu hapo ndipo utapata ujasiri na nguvu nyingi. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana akusaidie. Uwezo wa Bwana uwe ndani yako. Uwezo wa Bwana uwe ndani yako. Uwezo wa Bwana uwe ndani yako. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako mahali ulipo sasa. Inuka, simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Tunapoimba hii chorus, wacha ibike ndani yako. Niacha ibike ndani yako, na ninaomba utukufu wa Bwana ushuke ndani ya watu wake katika jina la Yesu. Utukufu wa Bwana ushuke. Kibali cha Bwana kishuke. Roho wa Bwana apenye kila mahali. Wacha mkono wa Bwana utende kitu katika jina la Yesu. Chako
kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikitwa hukumuni, moyoni nina amani, ndiye nikipigwa haki yake. Sina hofu mbele zake. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka yategemea, imba kutoka ndani ya moyo wako, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, ananipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo. Njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu. Nasema mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Uwezo wa Bwana unaozidi uwezo wote, uwezo wa Bwana unaozidi uwezo wote ushuke ndani ya maisha yenu sasa, ushuke ndani ya maisha yenu. Wacha Bwana ajitawalie watu wake, wacha mbingu zifunguke, kwa sababu Mungu anataka watu wake. Wacha mbingu zifunguke, kwa sababu Mungu ana mpango na wewe. Wacha mbingu zifunguke, anataka kukushindania. Pokea utukufu wa Bwana, pokea, 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 pokea. Toka kwenye majaribu, 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 toka kwenye majaribu.
ndio huo uwezo wa Bwana, ndio huo uwezo wa Bwana, ndio huo uwezo wa Bwana, ndio huo uwezo wa Bwana. Ndio huo, 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 ndio huo. Nguvu za Bwana zishuke ndani yako, mamlaka ya Bwana ashuke ndani yako. Ewe uinuliwe sasa, uchaguliwe sasa. Hey! Hey! Naona utukufu wa Bwana, naona utukufu wa Bwana, naona utukufu wa Bwana, naona utukufu wa Bwana. Mioyo iliyokuwa mizito, mioyo iliyokuwa mizito, sasa Bwana akaibadilishe, sasa Bwana akaibadilishe. Sikia hiyo, sikia hiyo, sikia hiyo, sikia hiyo, sikia hiyo, sikia hiyo. Kwa nini moyo wako ni mgumu? Sikia uwepo wa Bwana, 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 sikia uwepo wa Bwana. Nasikia Bwana anatenda, nasikia Bwana ameshuka, nasikia utukufu wa Bwana umeshuka. Nyanyua mkono wako wa kulia juu. Pokea baraka za Bwana, pokea baraka za Bwana, pokea baraka za Bwana, pokea baraka za Bwana. Hiyo hiyo nguvu ya Bwana, hiyo hiyo juu ya maisha yako. Kuanzia leo hautalia tena, kuanzia leo hautasumbuka tena. Na ninaomba katika jina la Yesu, kuanzia leo ubadilishwe. Roho wa Bwana anasema kuna wamama watatu hapa wanapitia shida. Kuna wamama watatu hapa wanapitia shida. Kama uko hapa, kuja hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Tunavunja miimo yote ya ibilisi. Fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Kuna watu wanapitia shida, wanaona kama ni kwamba wanaangamia, lakini uwezo wa Bwana uko juu yako. Oh, Bwana yuko juu yako. Kuna watu watatu hapa, wamama ambao wanapitia shida, na Bwana anasema anataka kupumzisha, anataka kuondolea hiyo shida. Tokea na miguu yako uje mahali hapa, tokea na miguu yako ukuje mahali hapa, tokea mahali ukuje hapa katika jina la Yesu. Ni wamama watatu, bado mmoja, bado mmoja, bado mmoja katika jina la Yesu. Kumbe wako wengi. Bwana wa mabwana awabariki. Niletewe mafuta katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mzee mmoja ambao anaombi mbele za Bwana na amedumu kuomba na halijafikanishiwa. Sasa naomba tu unyanyuke na miguu yako uje mahali hapo katika jina la Yesu. Tuvunje mamlaka ya shetani yote katika jina la Yesu. Tokea wewe mwenyewe. Kuna jambo unataka litimilike ndani ya maisha yako. Kuna kitu unahitaji sana, kama Mungu angelikusaidia uweze kufaulu ama uweze kuwa kama hiyo. Tokea mahali ulipo. Ni wakati wa revival ya Bwana katika maisha yako. Tokea katika jina la Yesu. Na Mungu wetu atakubariki tu, si kwa sababu ya mimi, ni kwa sababu ya Mungu. Mungu ndio anatenda mambo makubwa, Mungu ndio anatenda mambo ya ajabu, si mimi, ni Mungu, katika jina la Yesu. Asante Bwana wa mabwana, asante Bwana wa mabwana, asante Bwana wa mabwana. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye enzi zote, huyu msichana umemuona katika jina la Yesu, na umeona mateso anayoyapitia. Sasa Bwana, ninayavunja na kuyaharibu. Haja za maisha yake zirudi sasa. Uwezo wako na baraka zako zimshukie. Asiteseke tena. Apokee kile anachokitafuta. Na masumbufu anayoyasumbuka yaishe kuanzia leo. Na yakausha kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa mabwana. Asante mfalme wa falme. Huyu dada anapitia mateso, ndio maana ametokea mahali hapa, na kwa ajili ya jina lako Yesu Kristo
na utukufu wa jina lako. Majaribu anayoyapitia, shida anazozipitia Baba, nazisimamisha kwa jina la Yesu. Naomba mbingu zifunguke juu yake, utukufu wa Bwana ushuke juu yake. Pokea baraka za Bwana, pokea utukufu wa Bwana. Sokayana, mlete hapa. Pokea. Naomba neema ya Bwana ishuke juu yako. Ile milima ulipita sasa imeondolewa, utapita mteremko, na nguvu za Bwana zitakusaidia, na uwezo wa Mungu utashuka. Pokea katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Umelia siku nyingi, hujaona msaidizi. Bwana anataka kuwa msaidizi wako. Hizo tabu unazozipitia, hayo mashaka yanayokupita, na yaondoa katika jina la Yesu. Nguvu za Bwana zishuke juu yako, uwezo na mamlaka. Roho wa Bwana shuka katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Bwana ana uwezo wa kila aina. Dada yangu, mateso unayopitia tasimama, na kila kilichoinuka, kila kilichojisimamisha sasa na kiondoa katika jina la Yesu. Pokea sema baba bwana heka yanga baba esha baba yanga. Oh Baba Bwana, katika jina la Yesu, huyu ndugu kuna kitu anataka katika maisha yake. Kuna kitu anataka umbariki. Fungua njia, fungua milango. Kile anataka awe sasa abarikiwe na wewe. Na kuanzia sasa nafungua mbingu mpya juu ya maisha yake na jamii yake. Kuanzia sasa apokee kile ambacho Bwana unapeana juu yake katika jina la Yesu. Pokea. Mama Sesi na familia yake, Mama Sesi na familia yako, na watoto wako wakuje hapa mbele. Mama Sesi na watoto wake. Hii ndio wakati uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Ndio wakati wa wewe kubarikiwa, ndio wakati wa wewe kufunguliwa katika kifungo. Hata pengine uko hapa unataka kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako, abadilisha maisha yako. Wewe uliyehuzunisha watu wengi wanateta kwa ajili yako, njoo tu, Bwana atakuokoa na atakusamehe na ataweka moyo safi kwa hao watu, na wewe uwe kielelezo. Katika jina la Yesu naomba, katika jina la Yesu, huyu mama akakumbukwe, kizazi chake kikakumbukwe, maisha yake yakakumbukwe. Na kuanzia leo tunaomba kibali cha Mungu, tunaomba uwezo wa Mungu, tunaomba baraka za Mungu. Funguliwa pamoja na watoto wako, funguliwa pamoja na jamii yako. Kile hakikuwezekana sasa naomba kiwezekane. Baraka za Mungu zishuke juu yako. Umejaribiwa majaribu mengi, sasa yamefika mwisho katika jina la Yesu. Pokea baraka. In Jesus name. Asante Bwana wa mbinguni, huyu mama amekuja na shida zake. Bwana naomba umfungue pamoja na watoto wake na nyumba yake. Afunguliwe mbingu mpya kwa ajili ya maisha yake, mbingu mpya kwa ajili ya maisha yake. Funguka sasa, umeachwa huru, unachohitaji kinapatikana. Pokea baraka za Bwana, pokea katika jina la Yesu. Pokea baraka za Bwana, pokea utukufu wa Bwana. Umebarikiwa dada, asante kwa Yesu. Baba shana, tuliomba hapa kwa ajili ya dada huyu na tukapea pasipoti, mamlaka ya kusafiri, na Bwana yake amesafiri. Sasa Bwana, tazama huyu mama, tunaomba Roho wako umlinde, tunaomba Roho wako umuinue, na kwa sababu ya madhabahu haya
Ninaomba pokea baraka na uwezo wa Roho, pokea utukufu wa Bwana, pokea malinzi ya Bwana, pokea neema ya Bwana. Kuanzia leo nasimamisha masumbuko, nasimamisha shida katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Taingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Oh, sana nitaingia kwa shangwe, nitaingia lango lake na sifa moyoni. Baba, tazama huyu mzee ameingia mahali hapa na shida zake. Kuna yale ameomba na anataka yatimilike. Sasa Bwana nafungua mbingu kwa ajili yake, naondoa kifungo cha kila aina, naita uwepo wako na nguvu zako juu ya maisha yake. Badilisha maisha yake sasa, wachawe kiumbe kipya, wachawe na mambo mapya. Ile anachohitaji kishuke kwa jina la Yesu. Wacha kishuke, wacha kishuke, wacha kishuke, wacha kishuke. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya huyu dada na ninaomba kwa ajili ya mume wake. Bwana, kayamalize madhaifu ya kila aina, ondoa ulevi juu ya maisha ya mume wake, ondoa shida zinazompata huyu mama. Maombi yangu Bwana ni ya kwamba huyu dada inuliwe kuanzia leo. Bwana, ninambariki, kila atakachokifanya kibarikiwe. Uwezo wako ushuke, 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 ushuke. Pokea katika jina la Yesu. Wakati utajikuta mbinguni kwa Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea huyu dada katika jina la Yesu. Ninaomba uwezo wako na mamlaka yako yafaulu katika maisha yake. Bwana wa mbinguni, aondolewe katika shida na mateso. Bwana, ukampe nguvu mpya na mawazo mapya, ukainua baraka za ajabu, ukambariki na kumfungua kila kilichomsumbua katika maisha yake na kile alichoomba. Umtendee akapokee sasa, akapokee kwa utukufu wako. Nimezima kila njia mbaya, nimezima kila mawazo mabaya, maneno ya watu ninayoondoa. Ninateremsha Roho wako Bwana akamfika utukufu, na kuanzia sasa huyu dada ameteuliwa kuwa chombo chako katika jina la Yesu. Apokee neema, apokee baraka, apokee nguvu, pokea katika jina la Yesu. Ninaomba uwezo wa Bwana juu ya maisha yako. Moyo wako Bwana anasema ni moyo mzuri. Bwana anasema nakupenda. Bwana anasema nakupenda. Kazi unaofanya ni nzuri. Sasa naomba bariki mume wako, abariki watoto wako, abariki jamii yako na kile unachopitia. Bwana sasa akakiondoe katika jina la Yesu. Ukapokee baraka, ukapokee uwezo, ukapokee nguvu. Bwana abadilishe nyota yako iwe ya baraka sasa katika jina la Yesu. Akakuondoe katika shida, akakuondoe katika matatizo katika jina la Yesu. Oh, sharararara. Pokea
Bwana. Pokea utukufu wa Bwana. Pokea. Milango imefunguka kwa ajili yako. Milango imefunguka. Baraka za Bwana. Funguliwa. Hey! Jina la Yesu. Thank you Jesus. Baraka za Bwana ziwe juu yako. Ukafunguliwe. Bwana anakufungua kutokana na shida mnayopitia, kutokana na adhabu mnazozipitia. Kuanzia sasa utakuwa taa inayong'aa mlimani, ambao Bwana atamulika watu wake nayo wajifundishe na wewe, katika jina la Yesu. Naomba sasa upokee baraka hizi. Tazama mbingu zimefunguka. Sikia uwepo wa Bwana. Usikie. Pokea katika jina la Yesu. Kijana mwenye alipiga kibodi Bwana, katika jina la Yesu Kristo, hizo njia zimefungika zifunguke. Wokovu ni wako Bwana. Mara nyingine anapitia kukupenda na anakuta hawezi. Sasa milango hii ifunguliwe, njia ziwe wazi kuanzia sasa. Bwana, mpendeze katika wokovu wako, katika maisha yako, katika utukufu wako, katika nguvu zako. Ninamfungulia wokovu katika jina la Yesu. Pokea hizo baraka. Pokea katika jina la Yesu. Pokea hizo baraka. Pokea ndani ya moyo wako. Pokea ndani ya maisha yako. Na kuanzia sasa Bwana akufungulie milango katika jina la Yesu. Nyosheni mikono yako kwa huyu ndugu. Simama na unyoshe mikono yako kwa huyu ndugu. Simama na unyoshe mikono yako. Sema okolewe. Sema Bwana mbariki. Bwana mfungue. Bwana mpe neema. Bwana mweke huru katika jina la Yesu. Moyo uliowekwa ugumu tunauweka huru katika jina la Yesu. Madamu umekuja kwenye madhabahu, Bwana anakufungua katika jina la Yesu. Utaokoka. Sema Bwana Mungu, naja mbele zako. Nimeona dhambi zangu na nimekuja mbele zako ili Bwana unifungue, uniokoe, uniweke huru. Nataka kukutumikia. Nataka kutembea na wewe. Nataka unipe nguvu. Ondoa jina langu kwenye kitabu cha mauti, niandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi ni wako na wewe ni wangu. Shetani, kwa heri, nimerudi kwa baba yangu. Na kuanzia sasa Bwana, naomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wangu, ukambariki na kumpokea huyo ndugu. Naomba wokovu juu yake. Naomba utembee pamoja naye. Naomba umuinue. Hata baraka na vipawa ulivyompa vikafunguke kuanzia sasa. Ninatangaza mbele ya madhabahu kwamba huyu ndugu ameokoka sasa na ni mpenzi wako Mungu. Utamuinua. Apokee baraka za Bwana kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, tumeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Gabriel Echi. Naokoka na upenda Yesu.
Jeff. Nakuja nitembee huko kidogo. Na nimeshukuru, nimependa sana. Asante. Madhabahu imekubali. Na Jeff, tafadhali wacha hiyo njia iwe ni njia yako ya kuwaleta watu wapokee neema ya Bwana. Nyosheni mikono kwa Jeff. Tunaomba baraka za Bwana ziende pamoja nawe. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Wacha Bwana akatende mambo makubwa juu yako kuliko vile unavyojidhani mwenyewe. Kuanzia sasa njia zako zifunguke na uwe kijana ambaye Mungu atamtumia kwa njia kubwa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Shangilieni Bwana katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kuna mama hapa ambao miguu yake humsumbua sana. Miguu yake humsumbua. Kuna mama mwingine ambao kichwa yake humsumbua sana. Kama uko hapa, tokeeni, Bwana anataka kuwafungua. Kufunguliwa na miguu, na mara nyingine husumbuliwa na kiuno chako. Tafadhali kama uko hapa, tokea katika jina la Yesu. Unataka ufunguliwe. Tokea. Kama unajua unasumbuliwa na miguu, tokea mahali hapa katika jina la Yesu. Asante Bwana wa mabwana. Asante Mungu wa baraka. Asante Mungu wa amani. Asante. Naomba Florence kuja nisalimie na kupokeza mamlaka ya uponyaji. Utakapogusa miguu ya hawa wamama wakapate afya katika jina la Yesu. Naomba neema hiyo ikakushukie. Wacha ishuke juu yako sasa katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu nimeomba na kuamini. Amen. Wakelea huyo dada mikono kwa miguu. Shika katika kichwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuita kwa sababu ya neema yako. Kwa kupigwa kwako Bwana tulipona. Vichwa havina na nafasi ndani yetu. Sisi ni watu tuliopona. Tutangaze uzuri wa Yesu. Na kuanzia sasa, huyu dada katika jina la Yesu, hiyo kichwa ikatulie kuanzia sasa. Ikatulie kuanzia sasa. Pokea uponyaji. In Jesus name. In Jesus name. Pokea. Sogeza hapa. Pokea. Tuendelee kuimba chorus. Shika huyo mama miguu yake. Magoro maya ndamatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndamatha kwĩyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kuma ũmũthĩ. Kuanzia leo, miguu sikia, una masikio. Wewe umeleta shida katika miguu ya dada. Umemletea shida. Sasa naomba mishipa yote na nyama zote za miguu na mahali popote panapotoka huo ugonjwa wa miguu, ugonjwa wa baridi, ugonjwa wa kila aina, sasa ninaua kwa jina la Yesu Kristo. Toka uchungu wa miguu, na miguu hiyo ikawe mizima kwa jina la Yesu. Huwezi kuchora au fananishwi na kitu au fananishwi na kitu uchungu huo ukaondoke na ukatoweke
na mapenzi ya Bwana yanatendeka juu yako. Kuanzia sasa miguu hiyo ikarudi ikawe na nguvu katika jina la Yesu. Amen. 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 Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba huyu dada akawekwe huru. Kwa ajili ya kupigwa kwako tulipona. Magonjwa ya kichwa yanayotokana na mwili ya matumbo ninayasimamisha sasa. Ninayasimamisha sasa. Ninayasimamisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea uponyaji wa kichwa. Pokea uponyaji wa kichwa. Pokea uponyaji wa kichwa. In Jesus name. Pokea. In Jesus name. Jesus name. Unatoa faraja ambayo pokea. Pokea. Uchungu huu unaponya magonjwa. Uchungu huu toka katika jina la Yesu. Hawezi kukawekwe huru. Na kuanzia sasa tunatangaza uponyaji wako kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Haufananishwi na kitu wewe, haufananishwi na kitu, haufananishwi na kitu, haulinganishwi na kitu. Sekretari ya Bwana anasema viashirie kwa njia zake. Rema yanda maganda bosa yanda risia rikia. Anaita Rina. Bwana anahitaji, anakuhitaji kwa njia kubwa. Rima sayanda vikisia. Kwa nini unategemea akili zako mwenyewe? Kwa nini unajirudisha mwanangu? Na vile ninakuanza mawazo mema. Riba saidi na Kristo. Achilia Bwana kutangulie. Anyoshe mapito yako, asema Bwana. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba wokovu juu ya huyu dada. Amen. Okoe Bwana wa mbinguni, yale mateso anayoyapitia na tuondoke na Mungu wako usaidie. Katika jina lake tunaitika msaidizi. Na kuanzia hivi leo, endelea kama ni shamba kama hiyo. Amen. Akatuone Mungu wako Bwana. Kwa jina la Yesu atasimama mahali hapa na kukurudia jinsi wokovu wako ulivyo. Na kufungua kwa kila majaribu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, ninakemea kila nguvu za giza. Ninakemea kila nguvu za giza. Hazitamkuta huyu dada tena. Ninaondoa maumivu ya kichwa. Ninaondoa maumivu ya miguu. Ninaondoa maumivu. Ninaondoa maumivu. Ninaondoa maumivu. Hata kuumia kwa kiuno. Ninaondoa ule uchungu. Huyu mama spinal cord yake itakuwa nzima kuanzia leo. Atabarikiwa yeye na wazazi wake. Atainuliwa yeye na kizazi chake. Na kuanzia sasa utukufu wako Bwana ukashuke juu yake. Aponywe miguu, aponywe kichwa, aponywe maisha, aponywe hali. Kile hana apokee kwa jina la Yesu. Pona, pona. Yesu alipigwa kwa ajili yako. Pona, chukua. Yesu anachukua mauchungu yako,
anachukua magonjwa haya kwa jina la Yesu. Bwana anasema umepona, umefunguliwa in Jesus name. Amen. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe unashindwa kutembea. Kwa nini? Usiende kuja. Tembea. Haya, tukimbie sasa. Turudi huko mbio jamani. Miguu hiyo itulia. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu. Huyu mama akaponywa miguu, anakupenda, anakutumikia. Yeye ni apostle na ni evangelisti wa Bwana. Bwana, naomba katika jina la Yesu, hiyo magonjwa ya miguu ikatulia na ikaishe. Uponyaji wa Bwana ushuke. Sema mama apone. Toa sauti apone. Kwa jina la Yesu Kristo. Mama pona. Kila hatua uponyaji, 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 kila hatua uponyaji katika jina la Yesu. Huyu mama anaumwa na mikono hata saizi na miguu inamuuma, hata mara nyingine harani. Ndio tumuombe usingizi na tumuombe uponyaji. Shika miguu yake. Shika miguu yake. Shika mkono wake. Hakuna jambo la kukushika na mikono yote miwili. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tazama huyu mama mtumishi wako mbele zako. Amekuja ili umponye. Anaumwa na mikono, anaumwa na miguu, hata usingizi hapati. Naomba katika jina la Yesu, wewe kwa kupigwa kwako akapone. Umechukua mauchungu yake, umechukua udhaifu wake. Kuanzia sasa miguu ikapone, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa atatembea na nguvu na uwezo wa Roho, na mamlaka yako yatakuwa juu yake. Sema apone. Apone katika jina la Yesu. Apone katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Ninakufungua kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu wa Ibrahimu. Bwana anasema usirudi kwenda kwa waganga na usirudi kwenda kwa manabii. Hawana nguvu, hawana uwezo wa kukuponya. Leo hii Bwana atakuponya na kusamehe na kufungue. Zile nyumba zote za waganga umeingia,
madhaifu hayo yatoke ndani yako. Na sasa naomba utukufu wa Bwana ushuke, usamehewe kuingia kwa manabii wanaokudanganya na kukula mali yako bure. Sasa Bwana anakupa wokovu bure, anakupa uponyaji bure kwa jina la Yesu Kristo. Amefunguliwa, amefunguliwa. Mama, inuka kwa utukufu wa Bwana. Amen. 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 Acha akasalimia wale watumishi wa Bwana. Salimia, acha ajipeleke mwenyewe. Naende kwa nguvu. Tembea na nguvu. Tembea kila hatua na uponyaji. Salimia watumishi wa Mungu. Asalimie, wasalimie katika jina la Yesu. Amen. 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 Heshima na mamlaka zipokee. Amen. Mama kuja. Mtakatifu, unasikia mama yangu? Twakuita mtakatifu. Nataka akimbie, tukimbie. Amen. Amen. Tusimame wote. Nasema, nikisema haleluya, nikisema moja unasema Yesu, na nitahesabu mpaka 7. Wakati itafika 7, haleluya, nataka vifungo vyenu vyote vifunguke. Kuta zote zianguke. Haleluya. Moja. Hiyo ni kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Moja. Yesu. 2. Yesu. 3. Yesu. 4. Yesu. 5. Yesu. 6. Yesu. 7.
wa Bwana amewafungua, anasema Roho wa Bwana. Tupigie Yesu makofi mazuri.